Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa unayenitazama na unayenisikia, leo nataka tujifunze kuhusiana na kuachilia urithi wa kiroho ndani ya kizazi chako. Achilia urithi wa kiroho ndani ya kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Urithi wa kiroho ndani ya kizazi chako. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 7 anasema, nawe umfundishe mtoto wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Mstari wa 8, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako, ili ule urithi uweze kupandwa ndani ya mwanao. Mfundishe uketipo nyumbani mwambie mwanao kuhusiana na habari za Yesu. Ulalapo waite wanao wakusanye, mwambie tunaomba, tumwambie Mungu tunakwenda kulala, ili nguvu za Mungu zitufunike. Wakati wao wanajiandaa kuruka katika ulimwengu wa roho, katika anga za nguvu za giza, nyie jiandaeni kujifunika na wingu la Roho Mtakatifu mnapolala. Anasema mtembeapo njiani. Mfundishe mwanao mtembeapo njiani. Mnapotembea mnakutana na mambo mengi. Unapotembea na mwanao hakikisha unamfundisha njiani. Mwambie, Biblia inasema mfundishe uondokapo, uketipo, ulalapo. Anasema yaandike katika miimo ya nyumba yako. Nyumba nyingi za Kristo ukiingia, siwezi kusema nyingi, baadhi ya nyumba ukiingia unakutana na vitambulisho ambavyo havimtambulishi Kristo. Muda wote zinapigwa nyimbo za dunia. Muda wote mafundisho yanayotolewa pale si mafundisho ya kiroho. Mama anafanya mambo ambayo sio ya imani, ambayo yeye anataka mtoto airithi. Unawezaje kumrithisha katika staili hiyo au katika aina hiyo ya maisha? Moja ya fundisho la kweli kwa mtoto ni maisha yako unayoishi naye. Vile unavyoishi naye anajifunza. Vile unavyomtreat, vile unavyomhendo, vile unavyompenda, mtoto anajifunza kutoka kwa mzazi. Ukiachilia mbali wewe yale unayozungumza, maisha yako tu halisi unavyoishi na mwanao ni fundisho. Hauwezi ukaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu ukataka mtoto wako naye awe anampendeza Mungu kirahisi namna hiyo. Ni neema inayotokea kwa mwanao tu. Ni neema inayotokea ya upendeleo tu kwa mtoto huyo kama ikitokea. Lakini urithi unarithishwa. Mzazi natakiwa umrithishe mwanao, umfundishe, umwelekeze, umwambie kwamba Mungu wetu tunayemwamini ni Mungu wa kweli. Anajibu na anatenda, na huyo ndio natamani umtumikie. Nataka umtumikie. Na nenda mbele zake, mwambie. Yeye anaitika na anasikia. Mtoto ataamini, atatembea kwenye njia ambayo mzazi amekuwa akimhusia. Wanaamini sana kwa wazazi. Mwambie mwanao, tunafundisha kwa habari ya watoto kwa sababu hiyo mbegu ili iweze kustawi chini kwa watoto ndiko inatakiwa ianzie. Huwezi kupata mhubiri mzuri, inatokea kwa neema sana, kama hajaanzia utotoni huko. Huwezi kupata mtumishi mwaminifu kama hajaanzia utotoni huko. Wengine wako wanapata neema hiyo, wanakuwa waovu, Mungu anawachukua, anawaokoa, lakini tunatamani kuwapanda wakue wakiwa bado ni wadogo, wanaiamini Kristo, wanamwamini Kristo mpaka wanapokuwa wakubwa, mpaka wanapokuwa wazee. Mlee mtoto wako katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mtoto anzie utotoni akilelewa katika imani ya Kristo, akue, apande mpaka atakapokuwa kijana. Atakuwa kijana ambaye anamwakilisha Yesu kwenye maisha yake. Atakuwa ni shuhuda ambaye watu watatamani kujifunza kwake, kwa sababu iko mbegu alirithishwa akiwa bado ni mdogo. Hata atakapokuwa mzee atakuwa ni mzee mwenye busara, ataomba ushauri na watu, atafuatwa, kwa sababu ile mbegu aliyorithishwa akiwa mdogo amekuwa nayo mpaka uzeeni. Anatembea nayo. Hiyo mbegu haikufa, inaendelea kustawi ndani yake. Kwa hiyo urithi
lazima uanzie ndani. Nyumbani kama hakusemwi habari za Yesu, mtoto atatoka nje. Kama akikutana na watu wanaosema habari za Yesu nje, atayajua. Lakini akikutana na watu wanaofundisha habari nyingine, dunia itamfundisha mabaya sana. Ataharibika, atakuwa mbaya sana kuliko kawaida. Kwa hiyo urithi utoke kuanzia ndani. Mfundishe, mwelekeze, mwambie habari za Yesu. Mwambie huyu Yesu tunayemwamini, yeye ni Mungu wa upendo. Yeye anatupenda sana, anatuwazia mema kila majira, kila nyakati. Wakati mwingine mtoto anaweza kaangalia maisha nyumbani, anatafakari, anasema, haya maisha tunayoishi yanakuwaje hivi? Mwambie, hii ni njia tu. Hii ni njia. Wako ambao wameshindwa kuwa na ujasiri mbele za Mungu kusema kwamba Yesu anatupenda, Yesu anatusaidia, kwa sababu ya changamoto wanazopitia. Maisha wanayoyapitia yamekuwa ni kikwazo. Hawezi kumkiri Yesu, hawezi kusema kwamba ni Bwana, hawezi kusema kwamba anaweza yote. Wanahisi kwamba hizo wanazozipitia hazimdhihirishi Yesu kwenye maisha yao. Hapana. Yesu anadhihirika hata katika shida. Haijalishi unapitia changamoto gani. Humo unamopita, ukiwa na matumaini, unavuka salama. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayepitia changamoto akiwa na matumaini ya Kristo na yule ambaye anapitia changamoto akiwa hana matumaini, anapotea. Lakini aliye na matumaini, ana matumaini ya kuvuka, ana matumaini ya kutoka. Anaendelea kujitia moyo, haijalishi anakutana na misukosuko kiwango gani, bado anaendelea kujitia moyo, anavuka, anakwenda ng'ambo. Lakini yule ambaye hana matumaini, anakata tamaa, analegea, anasimama, analala, hawezi kusonga mbele kwa sababu hana matumaini tena, amekata tamaa. Wewe mwambie huyu Mungu ninayemwamini, nina matumaini naye, nina imani naye. Kwenye nchi ya ahadi anatufikisha, kwenye maisha yale mazuri ambayo Mungu anatufikisha. Kwa hiyo Mungu akutie nguvu, uendelee kusema habari za Kristo nyumbani mwako.